Uh, Karibu tena kwa sababu ya kuendelea na kipindi cha Bible Study. Tunashukuru Mungu kwa maana hizi mitandao ambazo zimekuja zimerahisisha maneno, kwa sababu hii habari inawafikia watu wote wa dunia, inafikia watu wote wa ulimwengu. Mimi naitwa Lawrence Lemayan na mimi ni Mkristo. Na naamini ya kwamba Yesu ni Bwana, na naamini pia katika amri zake ambazo alituachia, na pia katika Roho Mtakatifu. Ninamwamini Roho Mtakatifu. Mimi niko kanisa la Seventh Day Adventist, ambapo sasa tunahubiri kuhusu sauti ya malaika watatu, Third Angel's Message. Hii Third Angel Message ni malaika ambaye ako na ujumbe wa mwisho na onyo la mwisho kwa ulimwengu mzima. Na hii Third Angel's Message ni ujumbe ambaye inapigwa, na ni ujumbe ambaye inakataliwa na wachungaji na serikali, inakataliwa mpaka na washiriki, inakataliwa na watoto, inakataliwa na nani, shetani anakataa, maana ni sauti ambayo niko na onyo la mwisho duniani. Na hii sauti ya malaika watatu ni sauti ambayo ndio sasa inaita watu wa Mungu kuja kurudi kwa ibada ya Mungu ambayo waliiacha. Huu sauti ya malaika watatu ni malaika ambaye alitumwa na Yesu Kristo aenda atangaze katika ulimwengu na kuwapa onyo, kuambia kwamba msipotubu dhambi, msiporudi kwa Mungu, kuna mapigo inakuja. Na katika Ufunuo Yohana imeongelea kuhusu, ukisoma Ufunuo Yohana 1:1 ama Revelation 1:1, inasema hiyo ni ufunuo Yesu Kristo. Ambacha nisome, mtu asije akasema ninajitungia mambo yangu. Revelation. Hizi nyakati za mwisho watu tutadili na kitabu cha Kristo, tunafaa tudili na kitabu cha Revelation na kitabu cha Danieli. Kwa maana hizo ndio vitabu ambazo zinaogopewa, hizo ndio vitabu ambazo zinapigwa, hizo ndio vitabu ambazo zinakataliwa, lakini ni vitabu ambazo zinaongelea mwisho wa nyakati. Revelation 1:1, maandiko inasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana, aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Alafu kusoma mstari wa 3 nasema, heri asomaye na wao yasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, maana wakati ukaribu. Kwa hivyo hii Revelation, hauwezi elewa kitabu ya Revelation kama hujasoma kitabu cha Danieli. Kwa maana kitabu cha Danieli ndio hii Revelation. Revelation tu ni kumreveal Daniel, ni kumchambua tu Danieli tu, ni kumrevise tu Danieli vile alisema. Sasa Yohana anaiweka ikiwa plain and clear and simple. Lakini hauwezi soma simplicity of a context kama hujaelewa the main key imesema nini. Kwa hivyo lazima Wakristo, na Yesu mwenyewe akasema ya kwamba tuendeni katika kitabu cha Danieli katika kipindi cha mwisho. Wakristo ambao wana akili, Wakristo ambao wanamjua Yesu wao ni nani, ambao wanamjua Mungu ni nani, ambao wanajua unabii ni nini, watu wa Mungu saa hii wana deal na mambo ya Danieli, kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli imeongelea kwamba kuna wafalme wanne watakaoinuka duniani. Mfalme wa kwanza alikuwa mfano wa simba, mwingine alikuwa ni mfano wa dubu, mwingine alikuwa ni mfano wa chui, mwingine alikuwa ni mfano wa mnyama ambaye ni wa kutisha na tofauti na wengine, alikuwa na pembe 10. Lakini hawa wanyama ni kina nani? Kwa sababu hawa wanyama, tusoma Hosea 12:10. Mungu katika utumishi wa manabii amesema, tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono. Na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Katika utumishi wa manabii Mungu akaongeza maono, Mungu akatumia mifano. Sasa hawa wanyama, ukisoma Danieli 7 mstari wa 1, utaona hawa wanyama wote vile wamepangwa na Mungu, vile wataanza kupangana wakuje one by one mpaka huyu mfalme wa mwisho wa 4 ambaye atakuja duniani atawale dunia
na ataharibu dunia na ataisambaratisha na dunia itakaa vile anataka. Sasa Wakristo hawajui hiyo. Wakristo tu wanajua tu kupata magari, kupata manyumba, bla bla bla, lakini hawajui nani ambaye anawatawala saa hii. Hawajui wanatawala na mpinga Kristo. Hawamjui Wakristo mmeshikwa, hiyo kanisa yenu imeshikwa hivi. Nyinyi tu mnaendanga tu juu, nyinyi tu ni mabaki tu mnaenda, hamjui. Ni watu ambao mmechanganywa akili. Lakini Wakristo kamili, they know what they are doing. Wakristo wa dunia ambaye Mathayo 24:24 nasema Wakristo uongo, hao wao wanadili na mambo ya magari, wanadili na mambo ya mafanikio ya dunia na material possessions, ambayo material possessions haitakuja kusaidia watu wa Mungu siku za mwisho. Kanisa ya siku za mwisho itakuja kuwa jangwani. Kanisa ya watumishi wa Mungu watakuja kukua jangwani. Kama saa hii as we speak now, hii 2026, kanisa la Mungu liko jangwani saa hii. Kanisa la Mungu liko jangwani. Mahali ambapo Mungu atawaprovidea, mahali ambapo watakimbilia nyikani, mahali ambapo watu watakuwa nakimbilia kujificha kwa maana kumeharibika. Lakini Wakristo mbumbumbu ni wale ambao mwaka ikifika wanasema mwaka kuinuliwa. Mwaka ikifika mwaka kubarikiwa. Sijui mwaka kuharvest. Una harvest na hujaipanda. Una harvest nini? Oh, what are you harvesting? Nini una harvest? Ume harvest 2024? Tumeruka 2024. 2025 ume harvest. 2026 tena ni year of harvest. Na hata hiyo harvest ionekane ume harvest nini? Ukiambiwa toa harvest uko nayo, uko tu kama tu Januari, uko tu kama 2023. Tofauti hakuna, tofauti tu yenye uko nayo tu ni umemea nywele na kuchange shati, na hakuna kitu kingine. Kama ni sura yako iko tu hivyo, kama ni ile kasufuria yako kwa ugali kako tu hivyo, kama ni nyumba yako iko tu hivyo, nazo umeprosper na nini? Sasa ile kitu iko ni moja. Danieli, Yesu akatuambia, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, akasema katika Mathayo 24 mstari wa 15. In fact Mathayo 24 hapo ndio Yesu ameongelea kila kitu. Hapo ndio Yesu amecomplete kitabu kuanzia Genesis. Ukitaka mali Yesu amesummarize kitabu ya Genesis mpaka Revelation ni katika Mathayo 24 mpaka mwisho. Hapo ndio Yesu amesummarize hii kitabu yote. Na akatuambia mkitaka kuchimba, wala ambao watakubali kuchimba, wala ambao watakubali kumpenda Mungu na kushika amri zake, ni wala ambao watasoma kitabu cha Danieli. Na ukisoma Danieli 24:15, Yesu anasema hivi: basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Yesu hajamalizia tu hivyo, amesema asomaye afahamu. Kwa sababu Danieli ukisoma bila kufahamu hutaelewa chochote. Unaona ni kama hizo ni mazingaombwe. Lakini Yesu anasema asomaye afahamu. Na ameweka in brackets. Kwa sababu hiyo kitabu sio mchezo. Hiyo kitabu wachungaji hawezi tu endaenda tu hivi kimangoto. Ukiwa katika ibada ya Jumapili huwezi soma hiyo Danieli 7. Huwezi. Na kama unaweza ndio jaribu uone, usome uone watu wakihama hiyo kanisa. Kwa maana utakuwa umewafungua macho in another way. Lakini ukitaka kanisa yako ikae vile iko, ukitaka watu waabudu Sunday, enda utaje kitabu ya Danieli 7 na ufike 25. Uone kama hiyo kanisa next time watu watakuja kanisa. Lakini sasa nyinyi wachungaji ambao mnataka tu watu waende kanisa ya Sunday, hamtaki watu wajue kweli, hamtaki kujua watu, hamtaki watu wachimbe, washiriki wenyewe wachimbe, wajue Sunday ilianzia wapi, wajue hiyo ni ibada ya mnyama, ni ibada ambayo inasemwa na ibilisi, ni ibada ambayo inasemwa na nani. Kama mtaki wajue, usisome Danieli. Funga, wewe soma hizo zingine za Malaki. Soma hizo zingine tu za kubembeleza mbele za mwanamke wa Sarefati ile mjane. Soma tu hizi mafungu za kusema sijui nini. Hizo tu mafungu za soft line mpaka Yesu atarudi akute mmezubaa muende kwa moto. Kwa maana hakuna kitu mnangojea. Yesu anawaambia wachungaji muambie watu kuhusu ukweli, muambie watu waachane na dhambi zao. Kemea dhambi mchungaji, kemea dhambi, ambia dhambi hii ni dhambi. Ambia mwanamke kuweka nywele ya kusuka haingii mbinguni. Mtolee mafungu maana ziko hapa. Kama mwanamke ni mambo ya longi, mwambie Deuteronomy 22. Hebu acha nisome niache kuongea, mtasema maneno yangu. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Inakataza mwanamke kuvaa longi. Inakataza mwanamke kuvaa trouser. Na nataka msikilize hapa vizuri. Inasema 22:5.
Kumbukumbu la Torati. Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume. Usivae chochote ambacho mwanaume atavaa nionekane na mpasa mwanaume, wachana na hiyo nguo. Sasa hizi mimi nikivaa longi, nikianika hiyo longi yangu pale kwa waya, mwenye anapita anajua hii ni nguo ya mwanaume. Nikiweka koti kangu kama ni suti, niweke koti yangu pale, itajulikana hii koti ya mwanaume. Lakini mwanamke akiweka pale skirt yake, itasemekana ni mwanaume. Wakati mwanamke ataweka pale longi, sitasemekana ni mwanaume. Kwa sababu ni nguo ya mpasayo. Mahali tu inawafunga wanawake ndio wasivae hizo trouser. Kama Mungu angekuwa ameandika jina ya mpasayo, kama Mungu angekuwa ameandika mwanamke asivae mavazi ya mwanaume bila kuandika ya mpasayo, wanawake wangetengeneza longi ambazo zinawafaa hao. Lakini maana imesema ya mpasayo. Kama ni mguu kuweka hivi, inampasa mwanaume kuweka hivyo. Wachana na hiyo. Wachungaji kanisa hili imejaa wasichana wanavaa longi na wanaimba praise and worship na wanasema roho ameshuka. Roho mgani ameshuka? Hiyo ni roho ya shetani iko kanisa yenu. Longi, Mungu hawezi toa andiko na akuja airuke. Mungu hawezi ongea kitu akuja na apinge. Mungu akisema hiyo imeenda. Na ndio Yesu akasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Unaona? Sasa inasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, wala mwanamume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kwa hivyo wanawake wote wanaovaa longi, mjue hiyo ni machukizo mbele ya Mungu wako. Hata uende uhubiri useme Mungu anakuja kesho, hata uende uombe kuanzia asubuhi mpaka jioni na umevaa longi, wewe ni machukizo mbele ya Mungu. Na ukiwa umesikiza hii andiko leo na haukuwa unajua, sasa ujue hukumu yako ishaanza kuwekwa na Mungu. Ile wakati mwingine Mungu hakuwa ameweka. Kwa sababu gani? Kwa sababu acha niangalie Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Nilikuwa natafuta nini? Matendo ya Mitume. Okay, sawa. Ni sawa, okay. Tutatafuta. Kuna andiko ambayo inasema okay. Kuna andiko ambayo inasema katika Matendo ya Mitume, katika zama zile za ujinga, I think nitafuta. Sijui kwa nini najaribu kuacha, nasikia tu nitafute. Okay, nitatafuta. Zama zile za ujinga Mungu alijifanya kana kwamba haoni, lakini sasa anaita watu watubu. Alafu kitu kingine, kwa sababu hii andiko nimeikosa. Sasa nataka sasa nisome Waebrania 6:4 ndio usidhani umeepuka. Unajua kuna watu wanasema ati juu amesahau, hii imeenda hivyo. Biblia inajielezanga. Wewe huwezi elezea Biblia. Wewe tu ni uelezee familia yako venye imekula, uelezee mbuzi zako venye zimekufa ni ngapi, uelezee chakula yenye mlikula jana, lakini hii huwezi elezea. Maana ukielezea utapoteza watu. Sasa Waebrania 6:4 anasema, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, kama leo sasa venye mshajua trouser ni mbaya, nuru sasa umeshapokea. Haya, na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu, na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo. Baada umeshaambiwa kweli tena umerudi na pale umeanguka. Biblia inasema haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Kwa hivyo sasa uko ushapata ile neno la Mungu la leo na umesikia na masikio yako, maana Yesu alisema katika 24 mstari wa 14 Mathayo, tena ufalme wa mbinguni utahubiria katika ulimwengu wote iwe ushuhuda. Si eti watu wakoke, iwe ushuhuda kwanza, ndio sasa ule mwisho utakapokuja. Sasa hii kwa sababu imekuwa ushuhuda kwa masikio yako. Sasa leo ukienda uanze eti kuomba Mungu kwa umevaa hiyo longi, tutaki kusikia. Uende kanisani hiyo longi leo hivi venye umesikiza hii andiko. Uende kanisani sasa Sunday, ama uende kanisa Saturday. Kwa maana kwa sabato nyingine wajifanya wa sabato lakini wanavaa longi tu kujifanya kufunga maeldas macho na kufunga Mungu macho. Sasa
Uende leo ati uanze kuambia Mungu mimi hiyo sitaki kusikia, bora mimi nikuamini. Mungu hatasikiza hiyo maombi yako. Uruke juu, uruke chini na nakutolea fungu. Ukuje uruke hiyo fungu. Kitabu ni Proverbs 28:9. Wacha nikusomee. Na ukiona ni kama nasoma vibaya, soma hiyo yako. Soma hiyo yako. Inasema hivi 28:9. Yeye aligeuza sikio lake asisikie sheria. Venye Mungu anasema yani. Asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Hata kama umevaa suti, hata kama unajipakanga marashi ile ya bei kali ya Oria, hata kama unafanya nini, lakini umekataa kusikiza sheria ya Mungu, hata uende uombe kuanzia 6 mpaka jioni, hiyo sala yako ni machukizo mbele za Mungu. Kwa nini? Zile nguo alisema msivae, hizo ndio zimekuwa machukizo mbele za Mungu. Na hiyo chapter nimefunga. Kwa na malalamishi niulize. Kwa na malalamishi uliza Mungu maswali. Ama uniulize mimi nikujibu. Ukiona uniamini ulize Mungu maswali, Mungu akujibu. Kama sio hivyo, ngoja ukue kuni ya jehanamu. Sasa sikiza. Usidhani mimi Mungu anitoe kanisa za Jumapili anilete kwa kanisa yake ya Sabato ni mchezo. Kama kuna mtu alikuwa anachukia kanisa la Wasabato na nilikuwa naona ni devil worshiper, nilikuwa naona ni kama wao ndio wamepotea, ni kama wao ni cult, ni mimi Lemaya Lawrence. Mimi ndio nilikuwa nawachukia hawa watu. Niulize, maana mimi nimewafukuza kwa hii area ya nyumbani. Wakija Bible studies sijui ndio tudoa akisema siku ya Sabato sijui tukabishana na tukafuku. Sasa hizi na regret, natamani nene niwatafute nikuje niwaambie poleni. Kwa maana I didn't know. Sikujua. Sikuwa ninajua. I didn't know that hii mambo ya Mungu inageuka. Sikujua napigana na Mungu. Mimi nilikuwa nadhani niko sawa, lakini kumbe nilikuwa napingana na Mungu. Hata saa hii kwa wale wananisikiza, kuna wale wanasema huyu kanisa ni roho yangu, kanisa ni roho yako. Kanisa si roho. Niseni kwa mtu tu andiko inasema kanisa ni roho yako. Nitangojea kuanzia jioni, imalize leo, kesho kutwa au utawaitoa. Kwa maana watu wamechukua doctrine ya Mungu akaigeuza waikuishe venye wao wanataka, iwafeve. Na ndio Yesu akasema katika Marko 7:7. Inasema nao waniabudu bure wakipokea mafundisho yaliyo mafundisho ya wanadamu. Acha nisome Marko 7:7. Nasema hivi. Yesu akasema hivi, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vyema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Mtaambia Mungu hizo longi mlipewa na nani ruhusa mwende mkanini? Jeremia 50:6 ikasema, watu wangu ni kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza. Wamewapoteza kuanzia milimani, washiriki waenda kilima hadi kilima, kanisa hadi kanisa, wanaingia hii, wanakosa mahali pa kupumzika. Kwa nini? Mmewapoteza. Mnasema hii, huyu anasema tofauti, huyu anasema tofauti, mpaka wakaamua kuacha kanisa. Mtajibu hizo maswali nyinyi wachungaji. Hata uko na kola, hata uwe na sijui umejiaka nini, hata ubebe misalaba 20 kwa mfuko, utajibu hizo maswali. Hawa watu walipotea kwa nini? Kwa hivyo sisi, mimi si mchungaji, lakini najaribu tu kuambia mambo ya Mungu. Maana Biblia inasema kwamba siku za mwisho, ukisoma Matendo ya Mitume chapter 2 uko 17. Inasema siku hizo za mwisho Mungu atawatumia, atapeana roho wake mtakatifu kwa watu wote. Na watu watatabiri, watu wataona maono, watu watafanya ABCD ili watu wa Mungu wakuja waokolewe. Matendo ya Mitume 17. Inasema 2:17 Matendo ya Mitume. Itakuwa siku za mwisho, asema Bwana Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, watu wote roho yangu. So mimi sijaenda shule, mimi sijaenda theology na siendi. Maana theology ndio wachungaji wanaingia huko, wanaenda wanakorogwa mawazo, wanakuja wamechanganyikiwa, wanakuja wanaanza kuhubiri maneno soft yenye hawakuambiwa na Yesu. Kwa maana wameenda wamechukua maagizo yaliyo ya wanadamu, wakalete ikakuwa dogma zao za kufundisha. Sasa hizi wale watu wanaenda theology, nataka munisikilize. Na mko na swali muniulize. Niko huko nyikani tu. Tafuteni niko.
Kama ni mjadala mniite niingie nao na nyinyi ambao mmeenda shule. Tuulizane mambo ya theology imetoka wapi. Akina Danieli walikuja watu wakang'ang'ana wapeleke kwa theology. Ukisoma Danieli 1 hapo mstari wa 5 kuteremka. Unaona kuna wakati ilifika mfalme alikuwa ameita wakina Danieli, akasema akatoa amri katika hiyo ufalme wake, akasema tafuteni watu. Mfalme Nebukadneza akasema tafuteni watu ambao wako na hekima, wamejaa maarifa, wako na elimu, muwalete tuwafundishe mafundisho ya Wakaldayo. Akina Danieli walikataa. Kwa nini walikataa? Maana walijua kwamba hao wanaenda kufundishwa mafundisho waanze kusahau Mungu wao pole. Kama vile wachungaji wengi sana wamesahau Mungu wao. Wamesahau kufundisha mtu. Na ukisoma hapo hiyo Danieli 1:5 kuteremka, utaona kwamba kuna mahali vinafika mfalme alikuwa anaagiza posho. Anasema wapatiwe share ya chakula. Wapatiwe share. Mchungaji anatoka na majina zao ikaazimiwa kubadilishwa. Akina Danieli akaanza kuitwa Belteshaza, Azaria, Nebukadneza, akina Abednego, Shadrach, Meshach, ikabadilishwa majina zao. Kupewa majina za miungu ya hapo kwa Wakaldayo hapo Babeli. Sasa saa hii theology hivyo ndio inafanyika. Unaenda hapo ukijulikana kama unajua kusoma Biblia na kama unajua kuhubiri kidogo, unakamatwa. Vile tu Nebukadneza alisema, leteni watu ambao wako wazuri katika elimu. Acha nikusomee. Danieli 1:5. Mimi siwaogopi. Ni siku za mwisho. Niwaogope hapa alafu kesho nianze kumpona Mungu ulikuwa umeogopa kwa nini? Ni katika kikosi cha waoga wa kwenda motoni katika Revelation 21:8. Nasema waoga hawataingia mbinguni. Wewe ogopa kuambia watu ukweli, uone ukichomeka peke yako na waingie. Danieli 1:8 inasema 1:5. Sikia mstari wa 3, Danieli 1 mstari wa 3. Nasema mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, watakaoweza kusimama katika jumba la kifalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo. Walikuwa waende theology wafundishwe elimu ya Wakaldayo, si ile elimu ya Mungu, wafundishwe. Roho Mtakatifu tulipewa na Yesu akasema sitawaacha yatima. Nitawapatia Roho msaidizi na atakayewaambia maneno ya Mungu. Lakini sasa hizi bali watamsikiza Roho Mtakatifu, wamemweka Roho Mtakatifu kando. Sasa wachukue mapokeo ya wanadamu sasa wailete kwa madhehebu. Alafu kisikia nikiingilia kanisa nasema naingilia kanisa yenu. Naingilia ukanisa ambayo imeingia kwa hiyo kanisa yenu sasa. Ambayo wewe una habari, wewe tu ni kufuata tu. Ndio ufurahishe mchungaji aone unaenda kanisa na watoto wako. Sijui. Lakini mnaangamia. Inasema hivi. Aliwaambia wafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Sasa hizi mtu akienda shule pale anaanza kuja kusema haraka baba shindana malugha hata zieleweki zimetoka wapi. Alafu mnatoka na matitle za upuzi. Yaani Reverend tunajiita jina Reverend. Na ni jina ya Mungu ukisoma Psalms 111:9 kwa King James version in English. Ndio soma kwa English King James version. Original King James version. Psalms 111:9. Inasema jina ya Reverend ni ya Mungu. Lakini wewe unataka kuwa kama Mungu kingine duniani, unaitwa Reverend kujipea jina ya Mungu. Umeenda tu shule juzi. Mnachomeka na hamna habari. Learn tu ngevia. Number 2. Biblia inasema Mathayo 23:9. Wala mtu asiitwe baba. Waja 23:9. Mimi hakuna mambo ndanipeleka, ni maandiko. Nipeleke kotini, nipeleke hii maandiko nisome. Na wewe story yako usome. Tuone nani atafungwa. Unless sasa shetani aingilia hapo kutetee fungwe. Na Mungu naye mimi atanitetea sasa. Tutakutana mbele. Nasema hivi katika Mathayo 23:9. Na uko na swali uje uniulize hata kama ni archbishop. Ukuje uniulize hiyo swali. Nitakujibu mzuri sana. Na sijaenda shule. Na siendi. Wewe mwenye umeenda ukuje utoe andiko ambayo inaruhusu uitwe hivyo. Uone kama iko. Sikiliza. 23:9 Mathayo. Inasema wala msimuite mtu baba duniani, kwa maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Biblia haisemi baba wa kuzaa. Biblia haisemi baba wa kuzaa tena pale nizalishe msichana ama mtu azae pale ama nizalishe bibi azae. Mungu aongelee hiyo. Mungu anaongelea baba wa kiroho.
spiritual father ambaye humuoni. Sasa inasema msimuite mtu yote baba, kwa maana mko na baba mmoja aliye wa mbinguni. Na ndio Yesu alipokuja akatufundisha kuomba. Akasema ombeni hivi: Baba yetu uliye juu mbinguni. So baba ako mbinguni. Wewe ni baba ya mtoto wako. Mlee. Kwa maana hata katika amri za Mungu itasema wazaa watoto waheshimu baba yako na mama yako. Mungu ongelea baba ya wazazi, anaongelea baba wa kiroho. Ninasema hivi, nisikiza. Baba, kwa maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Haya, mstari wa 11 anasema naye aliye mkubwa wenu. Venye sasa bishop ama pastor ni mkubwa wenu, atakuwa mtumishi kwenu. So, unamwita mtumishi wa Mungu. Si baba, ati my dad, my spiritual dad, my daddy. Tunaona sema tunaenda kanisa daddy. Usomi maandiko. Na Biblia ikasema 50 verse 6 Yeremia, watu wangu ni kondoo waliopotea. Kwa nini? Wachungaji wao wamewapoteza. Endelea kuambia kile mchungaji anasema sijui unapikia bwana yako mboga, buhati pasta kule mayai. Acha nione hiyo kwangu. Hiyo siku bibi aenda nyumbani mchana peupe bila fare. Hiyo siku ndio itarekodiwa bibi ameenda ushago bila fare. Mimi sitaki upuzi. Ikifika ni kwa neno la Mungu, nikikumbuka nadhani Mungu anitoe full gospel. Kuna kanisa, sijui kama kuna kanisa inashinda hiyo kanisa kwa kutafuta Mungu kama ni Mungu alikuwa anatafuta hivyo. Hakuna tongues, speaking in tongues ilianzia na kanisa ya full gospel. Ndio fanya research zako. Ilianzia full gospel. Na ndio naona kajiita injili kamili. Hawa watu Mungu anahurumia sana. Maana wanatafuta Mungu kumbe walipotezwa. Lakini maana Mungu anasema katika John 10:16, Yesu anasema na kondoo wengine ninao ambao hawa katika hii zizi. Hawa kwa hii ibada yangu. Lakini itabidi niwalete, yani pasa kuwaleta. Nao watasikia sauti yangu vile mimi nilimsikia Yesu. Nao watakuwa kundi moja na watakuwa na mchungaji mmoja. Period. Msidhani mtapotelea. Kwanza Mungu naye anatafutanga wale vichwa ngumu. Wale ambao sasa ni kama Sauli. Wanasema hakuna kitu kama hiyo, wanatesa Waisraeli. Ambao wanaonekana ni kama hawataibadilika. Hao ndio Mungu anawatumia katika kipindi hiki cha mwisho. Wale viongozi na wale watu watakuja kutoka katika makanisa ya Jumapili ni wale watu hamtawaidhania ati watawaita ati hao watakuja kwenda kanisa la Mungu. Number 2, kanisa la Seventh Day Adventist. Nyinyi ndio kanisa la Mungu, lakini sasa mmeanza kwenda upande. Mlipochukua doctrine ya utatu mkapotea. Mlipokuja mkaanza kwenda teni sijui Pathfinder kumatch mkapotea. Wakati mlianza kuja kwenda teni sijui Christmas sijui nini mmepotea. Wakati mmeanza kuja kwenda teni mama kusuka nywele hamtaki kuambia. Sasa Mungu anasema katika vitabu vya unabii vya Ellen G. White, anasema najua watu wa Sunday mjue vitabu vya Ellen G. White ni kama story. Anasema katika kanisa la Wasabato na kanisa hizi zingine nominal churches, hizi makanisa zingine, Mungu ako na jewels, Mungu ako na watu wake hapo ambao watakuja kusikia sauti ya malaika watatu. Na hao ndio watakuja kwenda mbinguni. Kuna watu wengine? Hakuna watu wengine. Mke wangu alikuwa anasuka nywele nikimuoa. Alikuwa anavaa earrings. Alikuwa anavaa nini? Alikuwa anajipaka masujui nini? Saa hii my friend alikuwa anavaa malongi zinamshika. Huku upande za Sodoma na Gomora my friend akipita macho zinazubaa. Lakini nilipomuoa mbona nilimanage? Si mimi, ni Mungu aliniwezesha. Kwa maana mimi ni kichwa ya boma. Mungu akaniwezesha. Maneno ya Deuteronomy 6:4 ikaingia kwa kichwa changu. Kwanza kwangu mimi kwanza nipende Mungu kwa moyo wangu wote. Ndio nije nifundishe watoto wangu. Ndio maana mpaka mke wangu ni mtoto wangu, maana ninamuitanga baby. Watoto wangu wote. Ndio maana Mungu hajamention hapo bibi. Maana najua watoto wako, bibi yako kwa included. Alafu unaweza sema ati sijui kanisa ni roho yako. Kanisa ni roho yako. Mungu atakuja kuchukua kanisa ambao ni nyumba yako. Na ndio naye Yoshua akasema mimi na nyumba yangu. Si mimi na kanisa yangu. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Chagueni nyinyi leo mtamtumikia nani. Period.
Usione kanisa eti imejaa, ati uanze kusema ati ni Mungu amejaa hapo. Hapo mkiona kanisa yenu imejaa, possibility is very high. Possibility, sisemi kanisa hiyo itakuwa ni mbaya, lakini possibility is very high. Kanisa hiyo imepotea. Possibility is very high. Ukiona kanisa ati mchungaji na ubiri anaambiwa ati huyo ndio tunataka kesho, huyo ndio, chungeni sana hapo. Maana possibility is very high. You are lost. Yesu alisema panapo wawili watatu niko hapo. Sasa wanawake wacheni alone. Kama unapenda watoto wako, kama unapenda familia yako. Wakati wa Nuhu, na ndio Yesu akasema itakuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu, siku kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndio itakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Yesu alikuwa anamaanisha hivi. Ile wakati wa Nuhu, watu walikuwa wanaingia kwa safina wakati wa Nuhu. Nuhu akiwaambia watu ingieni kwa safina maana kuna mvua inakuja kunyesha. Unajua wakati huo wa Genesis mpaka wakati wa Noah hakukuwa na mvua. Hata hakuwa anajua mvua ni nini. Lakini ikafika mahali Nuhu akaambia watu, Mungu anasema muingie katika hii safina nimetengeneza, maana kuna mvua inakuja kugonga dunia na italeta gharika, na Mungu anaharibu dunia na maji, maana ya uovu iliyofanyika duniani. Naye watu kwa sababu ya kuasi kwao walikuwa na hakuna kitu kama hii imefanyika. Akamwambia Nuhu, kichwa yako umechizi wewe. Venye saizi tunaambiwa na watu tumerukwa na kichwa, Lawrence amerukwa na kichwa, Lawrence amepotea, Lawrence amefiatu. Nuhu pia aliambiwa the same. Na ndio sasa akasema vile ilivyokuwa siku zake, hivyo vitu zote za makejeli na manini ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Watu wengi walipuuza, isipokuwa tu wale watoto kadhaa wa Nuhu ndio walikuja wakaponea. Wakaingia kwa maana Nuhu na nyumba yake walimwamini Mungu. Hao ndio waliingia kwa safina. Marafiki wale wengine na nini, wale watu wote wa mjini, wa area nini na ng'ombe zao. Sasa wazazi kwa sababu ya ukaidi wa mioyo yao wakafanya mpaka watoto innocent mpaka umri wa miaka chini ya miaka 3, miezi mingi, sijui ngapi miezi wao. Waliangamia maji, walikufa maji juu ya ukaidi wa wazazi wao. Venye tu nyinyi na hiyo ukaidi yenu, hamtaki kusikiliza Mungu, mnataka kusikiliza pastor, mnataka kusikiliza kanisa, mnataka kusikiliza vestry, mnataka kusikiliza elders, mnataka kusikiliza board. Hivyo ndio mtakuwa na hiyo ukaidi, watoto wenu waangamie kwa sababu ya upumbavu ambayo mmekataa kusikiliza Mungu. Mkafuata wanadamu. Watoto waliangamia. Mtoto anaambia mama yake nipatie solution. Mama anaangalia baba alete solution, vile alikuwa anataka solution ya kushibisha watoto wake wakiwa na njaa. Baba anashindwa maana aliasi Mungu, alikataa kumsikiliza, wanaangamia. Ng'ombe ambayo haina hatia, hiyo siku ikakufa na maji. Mbwa ikakufa na maji, kuku zikakufa na maji, ndege zikakufa na maji kwa sababu ya mwanadamu tu kuasi, kukataa kusikiliza watu wa Mungu ambao wanasema katika siku za mwisho ya kwamba rudini enyi wanadamu katika ibada ya Mungu. Msidhani neno la Mungu ni bread and butter. Msidhani neno la Mungu ati ni mandazi. Sasa mtafurahia ati kihubiriwa mnafurahia. No. Neno la Mungu si tamu. Neno la Mungu ni chungu. Wacha nikwambie Ezekiel 2:10. Sasa hizi mtaanza kusema ati nimeanza kuvaa devil worshiper. Tunasema neno la Mungu si tamu. Neno la Mungu ni tamu tu kwa wale ambao wamemwamini Mungu. Lakini kwa nyinyi wengine ambao mtaki, mnaona ni si tamu. Lakini kwangu mimi neno la Mungu ni tamu kwangu. Kwako najua si tamu maana uamini. Unaona na hukumu. Si tamu kwako. Sasa sikiliza neno la Mungu ndio uone si eti ni mkate na soda. Venye umezoea kusema ni baie. Ngoja, hata neno la Mungu ingekuwa ni ya kuuza dukani kama soda, hakuna mtu angesema ni baie. Hii Ezekiel 2:10 inasema. Wacha nianzie mstari wa 3. Naitwaje? Wacha nianzie tu mstari wa 10. 2:10 Ezekiel asema akalikunju. Acha nianze verse 7. Verse 6. Acha nianze verse 6 ndio utaelewa. Hiyo ni Ezekiel 2 verse 6 tulemka mpaka 10. Nasema na wewe mwanadamu usiwaogope wao, wala usiogope maneno yao, ijapokuwa miba na michongoma ipamoja nawe. Kama sasa hivi venye tuko na miba na michongoma, tuko nyikani huko juu, sasa huko tunatafuta. Usiogope maneno yao, wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao,
wajapokuwa ni nyumba yenye kuasi. Nawe utaambia maneno yangu kwamba watasikia au kwamba hawatasikia, hawataki kusikia, maana hao wanaasi sana. Mstari wa 8, bali wewe mwanadamu, sikia neno hili ninalokuambia. Usiwe wewe mwenye kuasi kama nyumba ile yenye kuasi. Funua kinywa chako ule nikupacho. Sasa sikiza kitu ambacho Mungu alimpatia Ezekiel kule. Hiyo neno lake alimpatia kule, ndiambia watu. Sasa sikiza kama ilikuwa tamu. Mstari wa 9, nami nilipotazama mkono ulinyoshwa na kunielekea, na tazama gombo la chuo. Hii ni kitabu, ilikuwa ndani yake. Akalikunjua mbele yangu, nalo lilikuwa limeandikwa ndani na nje. Ndani yake yalikuwa yameandikwa maombolezo, vilio na ole. Maombolezo, vilio na ole. Saa hii kuna mtu ambaye anataka maombolezo? Kitu ya kuomboleza kuna mtu anataka kweli? Kuna mtu anataka mambo na kivilio? Kuna mtu anataka vilio? Sasa hizi nenda kanisani pale uanze kuambia watu dhambi zao. Kuna mtu atakusikiza? Lakini wewe bwana ambia mambo ya prosperity na magari wane wenye utashangiliwa. Utapigwa makofi, hata utainuliwa. Hata usindikishwa mpaka kwa gate uende na uambiwe kwa heri usalimie nyumbani. Lakini ndio waambia watu dhambi zao uone. Vilio, maombolezo na ole. Ole ni warning. Ole wenu. Sasa Jumapigo 7 katika Revelation 16 inakuja duniani. Mstari wa 4 wa 8 uteremka hivyo vyote, tutapata hiyo ibada za jua nini. Watu ambao waenda kwa wakati wa jua kuabudu wa siku ya jua, hiyo jua itateremshwa kwa Mungu wao. Sasa hiyo jua Mungu, chukueni hiyo Mungu wenu muabudu sana mnataka. Mapigo 7 itakuja duniani. Sasa hizi wende ubiri hiyo kanisani pale, tutapigwa makofi. Sasa Biblia inasema akalikunjua gombo la chuo ambao ndani yake na nje imeandikwa maombolezo, vilio na ole. So hakuna mahali ambapo inapendeza mwanadamu. Ole rudini. Maombolezo watu wanalia kutoka nini inaitwaje hiyo vilio hivyo. Maombolezo nini? Ole hivyo. Zote zinaendanisha. Sasa sikia Yeremia hiyo Ezekiel chapter 3 verse 1 inasema, akaniambia mwanadamu, sikia, kula uonacho, kula gombo hili ile ambayo sasa amepewa, kisha enenda ukaseme na wana Israeli. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanisha lile gombo. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, lijaze tumbo lako kwa hili gombo nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu kilikuwa tamu kama asali, utamu wa asali. Sasa hii ni tamu kwa huyu ambaye ameamini. Sasa tuangalie kwa wale ambao sasa wanapewa kama ni tamu. Angalia. Aya, sasa nataka sasa twende tusome verse 14. Si verse 14. Nataka tusome sasa nataka tusome mstari wa Ezekiel 3:7. Bali nyumba ya Israeli hawatakusikiliza wewe, kwa kuwa hawanisikilizi mimi, maana nyumba yote ya Israeli wana vipaji vigumu na mioyo yenye ukaidi. Neno ni tabu lilipoingia kwa Ezekiel, lakini lilipotoka watu hawataki hiyo kusikia. Mungu anasema watakusikiliza ama watakusikiliza, lakini hawatakusikiliza maana hawakunisikiliza mimi. So if they did listen to me, who are you? Lakini ende waambie, kwa maana wale ambao watasikiliza iwe ni ushuhuda, wao walishuhudiwa kwamba itafika siku hiyo. Kwa hivyo Wakristo tuamke. Wakristo tuamke. Hii mambo na earring nimeingia makanisa sasa, imekuwa ni part of church, part of life, part of everything. Na wachungaji tu wamenyamaza, wazee wa kanisa wamenyamaza, wazazi wamenyamaza. Alafu watoto wako karibu wanasema ito watoto wa siku hizi. Si watoto wa siku hizi. Hizo vitu wanaziweka ni miungu. Na kuna wakati ilifika ambapo sasa Mungu alikuwa anaambia Yakobo, wakitaka wamjengee madhabahu pahali pa kumwabudia, lazima watu hizo miungu. Twende kwa hiyo Genesis 35:2, museme ni story zangu. Mwanzo 35:2 inasema namna hii.
Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe mkabadili nguo zenu. Sasa unaona kuna hapo nguo zishatumika kuongelelewa. Sasa sikia, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Yeye aliyenisikia siku za shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao. Na pete zilizokuwa masikioni mwao, earrings, bangles. Naye Yakobo akazifia chini ya mwaloni ulioko Shekem. So kabla watu watengeneze madhabahu ya Mungu, walitoa miungu yaliyokuwa katika mikononi mwao, katika masikioni zao mwao, na katika mavao yao ama mavazi walibadilisha. Kwa hivyo saa hii mapambo ikiingia kwa kanisa, ni mapambo imebeba kuanzia nguo kwenda kwa hizo earring, kwenda kwa pete, na hizo ni miungu kulingana na Biblia. Sasa swali, kwa nini hizi zikawa miungu? Zimekuja kuwa miungu wakati ambapo ibada fulani ilifanyika. Wacha niwapeleke kitabu cha Exodus, kitabu cha Kutoka 32. Hapo ndio kila kitu ilianzia. Hebu sikiliza. Hapa ni wakati ambapo watu waliona Musa amekawia kushuka mlimani, wakaamua sawa wamwambie Aroni, sasa wewe tutengenezee miungu ambayo itatutoa huku, ambayo itatuongoza, maana Musa ambaye ametutoa huko Misri, hatujui kile kimempata mlimani, hatujui kama amekufa, hatujui nini imeendelea, lakini sisi tunataka Mungu ambaye tunamuona, ambaye ndio huyu. Sasa sikiliza. Exodus 32. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana, wakamwendea Haruni wakamwambia, haya, katufanyie zie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui aliyompata. Hata Haruni akawaambia, sikia sasa venye Haruni aliwaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na mabinti zenu, mkaniletee. Nataka kuonyesha mahali sasa miungu zilianzia. Mungu alianza kuzikataa hizi vitu, maana ni miungu. Nataka kukuonyesha ni miungu kivipi. Inasema Haruni, watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuyeyusha. Nao akasema, hii ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu huko mbele yake. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa sikukuu kwa Bwana. Alafu wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani, watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Watu walianza kufanya dancing. Watu wakaanza sasa, hapo sasa ndio dancing ilianzia katika makanisa hizi za Sunday. Hapo ndio dancing zenyu zilianzia. Pengine unajiulizanga mbona wa Sabato wa dancingi? Hapo ndio dancing ilianzia. Tutakuja siku moja tuangalie Mungu anapendanga dancing ama nini inaendeleanga. Kwa maana dancing ilianzia. Tutakuja pia tuangalia katika wakati wa Baal. Wakati Elisha alikuwa anaambia hao manabii kwamba tafuteni Mungu wenu, akuja ajiwakilishe hapa, akuja ajitambulishe. Na wakati ilipokuwa imeendelea hivyo, walirukaruka, wakacheza, wakajikatakata. Tutakuja tuangalie ibada ya hiyo siku na ibada zinazofanyika sasa hivi katika makanisa. Mkidhani Mungu ameshuka, kumbe mnapigana na Mungu pasipo kujua. Sasa nilikuwa nasema hizi ni miungu ambazo Mungu alikuwa ameziconsider kwamba ni miungu zilipokuwa katika masikioni pa wake zao, walipo wake wa hawa watu walipoziweka masikioni mwao na kuzitoa zikakuishwa ndama na zikakuwa ibada. So ibada ya sanamu na ibada ya Mungu hakuna siku zitaendanisha. Sasa tunaona anything concerning pete, chain, bangle, nini, hizo lipstick zote tutakuja tuangalia hapa.
hizo zote ni machukizo kwa Mungu, maana zilikuwa ni ibada, zilikuwa zinatoleshwa ibada, zilikuwa zinafanyiziwa ibada. Sasa naye Mungu kwa sababu kuna ibada yake, sasa watu walipoleta hii ibada hapa, hizi ya sanamu walipoleta katika ibada ya Mungu, Mungu anakataa. Na ndio sasa hizi unaona watu wa Mungu wanaenda wanachukua hizo mavitu wanazilete, wanakuja wanachukua microphone, tuneni mbele za Mungu, sijui nini. Ibada ya Mungu na ibada ya sanamu hazitaongeleshana. Lakini sasa nyinyi mnataka kuleta ibada ya sanamu ile ambayo Yakobo akatupa akaficha katika mialoni ndio ajengee Mungu madhabahu, wakati wakezao walipotoa hizo mapete, wakabadilisha mavazi, wakavaa vizuri, wakatoa hizo mavipuli zilikuwa katika mapua zao na manini, walipozificha wakajengea Mungu madhabahu. Lakini saa hii Wakristo wa sasa ambao ni Makristo wanachukua hizo mamiungu wakiwa wanajua na bila kujua, wanaleta katika makanisa, wanaabudu Mungu nazo, kuleta ibada ya sanamu na ibada ya Mungu pamoja, ambazo hazitawahi kunywa maji pamoja. Alafu kiambiwa hivyo anahukumu. Sijui hivyo tunasema mpaka ukuji uangamie tu, ukisema tu kuhukumu. Hiyo ndio neno mnako nayo, hakuna nini mwingine mnafundishangwa, ni kuhukumu tu. Sijui mkiambiwa macha dhambi unahukumu. Sijui. Kama tunahukumu, mbona basi Mungu aliandika hizo maandiko? Aliandika zisomwe na nani? Sijisome. Ukisoma hii Biblia ni kubwa. Hii Biblia ni kubwa na nitasoma hata kama ni kubwa. Na sitaenda shule kusomea. Nasomea huku tu nyikani, Roho Mtakatifu aniongoze. Yohana Mbatizaji, sauti kutoka nyikani, tengenezeni Mungu njia. Alikuwa anakuja kwa anakula manzige na anatoa mangozi. Sasa akasema tengenezeni Mungu njia. Akakuja akatoa shingo. Unaona mbaya, sema alienda shule akarudi. Akakuja anaanza kuambia watu sijui nini. Hapa tu nyikani hapa kwa mamiti. Roho wa Mungu anakuja kutumia watu siku za mwisho. Awatoe watu Babeli, awatoe watu kwa kanisa za mchanganyiko, katika ibada za mnyama, awalete kwa ibada ya Mungu. Vitu zinakuja kupigana duniani ni ngapi? Ibada ya kweli na ibada ya Mungu. Na ibada ya uongo iko na shetani. Ibada ya kweli iko na Mungu. Na wote wawili wanasema ni nani atakaye abudiwa. Period. Shetani alipotupa kutoka mbinguni, ukisoma Isaiah 14:12, kuna agenda 5 shetani alisema, na ndawasomea agenda 5. Isaiah 14:12. Hizo agenda ndio shetani alikuja kukamilisha na amemaliza. 14:12 nasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyo. Sasa hizi majina ni majina zilizokuwa mbinguni wakati huo. Lucifer akiwa, tunasikianga jina Lucifer. Lucifer ina mashanga light bearer. Nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, light bearer. Lucifer aliacha mbinguni, akakuja akatupa kwa anaitwa shetani ama ibilisi. Ukisoma Revelation 12:7, akakuja akaitwa ibilisi ama shetani, lakini hiyo Lucifer ni cheo aliyokuwa nayo huko juu. Sasa Biblia inamuita jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Nasema jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyeangusha mataifa. Kuna mtu mwingine ameangusha mataifa isipokuwa shetani. Biblia inasema, na wewe ulisema moyoni mwako. Sikia ya kwanza, nitapaa mpaka mbinguni. Hiyo ni agenda ya kwanza. Namba 2, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Hiyo ni ameweka kiti chake cha ibada juu kuliko nyota za Mungu, ni kumaanisha kuliko malaika. Atajiinua kuliko malaika, atafanana na malaika, atapita malaika, yaani atajiinua. Alafu inasema ya 3, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Hiyo ni mahali ambapo ameweka mahali pake, headquarter yake, mahali anaabudiwa, mahali agenda zote zinatoka zinaingia duniani. Mahali anakisema akikohoa kidogo, wakuu wa dunia wanaenda hapo, wanachukua maagenda, wanachukua finance bill, maagenda zote, wanaweka katiba, inapitishwa. Anasema nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho wa kaskazini. Alafu inasema hivi, ya 4, nitapaa kupita vimo vya mawingu. Hiyo ni ya 4. Ya 5, ambayo ndio kila kitu, nitafanana na yeye aliye juu. So kama Mungu ako na ibada, naye shetani atakuwa na ibada. Kama Mungu atakuwa na kwaya, shetani anakuwa na kwaya. Kama Mungu anatumia Biblia, shetani pia anatumia Biblia. Kama Mungu anatumia maspika
naye Mungu anatumia, shetani anatumia maspika. Kama shetani anatumia manabii, kama Mungu anatumia manabii, shetani pia ako na manabii. Kama unajua naambia hizi vitu unaona kama ni mchezo. Kama Mungu ako na kanisa, shetani lazima awe na kanisa. Ndio anasema nitafanana na aliye juu. Sasa shetani anaabudiwa katika kitu inaitwa Trinity. Mungu Roho. Hakuna Mungu Roho. Tutakuja tuangalie next time. Ile kitu kwa Biblia ni Roho wa Mungu. Si Mungu Roho. Hakuna Mungu Mungu kingine kanaitwa Mungu Roho ambaye tumepewa tumwabudu. Kwa maana kama tungekuwa na Mungu Roho, na maanisha huyo Roho ambaye ako duniani ndio Mungu Roho, basi ina haja tuende mbinguni. Sisi tayari tuko na Mungu hapa. Tunaenda mbinguni kufanya. Lakini hauwezi sema ati Mungu Baba ni Mungu, Yesu ni Mungu, Roho ni Mungu. Hizo ni miungu tatu. Na katika fundisho la Genesis mpaka Revelation, kuanzia vitabu za Injili zenye Yesu amekuja akaongea, hakuna, hata ukienda kina Isaia kina nani, hakuna siku Yesu amesema ya kwamba yeye ni Mungu. Amesema yeye ni mwana wa huyo Mungu, sio Mungu mwingine. Na Roho wa Mungu ni Roho wa Mungu. Haiwezi kuwa ni kama Mungu kingine katika naabudiwa. Ni kama Mungu Roho, siji Mungu Mwana. Hizo shetani anaabudiwa kupitia utatu. Lakini watu hakuna mtu anajua. Badili mchimbe maandiko mjue nini inaendelea. Nyinyi ni kusomewa. Elders wanaosomea. Sijui. Nimeokoka miaka 20, sijui. Chungeni. Shetani alisema nitafanana na aliye juu. Unadhani fundisho la Trinity unadhani mchezo? Hiyo ni fundisho ambalo ukiongelea kanisani, hata kwa ICDA uende uongelea mambo ya Trinity unasimamisha ushirika. Mimi ni mwa-ICDA, lakini ya against the Trinity mbaya sana. Na hakuna awe mchungaji awe nani ambaye atakuja katika hiyo hoja ya Trinity na atushinde. Maana hauwezi lete uongo uweke kwa maandiko. Hiyo haitawezekana. Lakini sio ukionekana unaongea ukweli, utaambiwa ni offshoot, utaambiwa wewe unapotoa sijui. Chungeni. Kanisa la Mungu ni wale ambao wanajitolea mhanga. Si wala kuchakachaka hapa mijini, kuchakachaka na mahindi, sijui ni bai ya mahindi za shilingi 10. Si hao. Wakristo kamili ni wale ambao hata mabibi zao akiwaacha wanasema endeni kwenu. Kama hiyo tunanifanya ni kwenda mbinguni, enda kwenu. Watu wa Mungu ni wale ambao watasimama na Mungu na wasimame na Mungu. Ikifika hata ni watoto wao kuuawa, better, but nisikose ufalme wa mbinguni. Ninangojea hiyo great tribulation. Na vitabu za unabii zinasema katika great tribulation Mungu atawalalisha, yani atawaeka mautini. Yani ni kama nitumie kuwaua. Yani atawachukua roho zao awaeke walale kaburini. Wakati great tribulation inakuja, maana Mungu anaona hawatawezana na hiyo tribulation. Hizo ni vitabu za prophecy. Sunday ya mjui kitu. Lazima mkuje mkope kwetu hizi mafundisho, maana hao ndio wamepewa mafundisho. Tumepewa mpaka mafundisho za afya. Tumepewa ujumbe, kanisa hii imepewa ujumbe wa afya, imepewa ujumbe wa prophecy, imepewa ujumbe wa sauti ya malaika watatu, imepewa prophecy kuhusu kuja kwa Yesu. Unajua mnasema ati hatujui eti Yesu anarudi lini. Ndio hatujui saa, lakini tunajua muda ambao itachukua. Kwa maana hizi unabii zinakuja zikitimia na tunasoma kama ramani, kama map ya kujua Yesu karibu kurudi. Nyinyi zubaini tu mkiamba prosperity, sijui muone kama mtaweza prosper. The more miaka inaenda. Sasa tumeingia 2026. Don't think tunaenda mali kuzuri. The more tuna skip mwaka mwingine tunaingia nyingine, ndio the more tunaingia kwa great tribulation. Uruke juu ushuke, tafuta mbinguni yako. Lakini hivyo ndio kuko. Acha niwaambie. Hii neno la Mungu tukiishi tukipaka mafuta, watu hataokoka. Shetani ataisha akichukua kura, akichukua ushindi, ufalme wa mbinguni inaenda chini. Na hiyo hatuwezi kubali. Sisi kama ambassadors wa Mungu hatuwezi kubali hiyo. Na nilikuwa nawaambia hivi. Hiyo great tribulation inapokuja, Mungu atachukua watu wengine aweke kaburini walio wake ili wasije wakarudi nyuma backslide. Ndio maana Mungu anasema kwa sababu ya wateule siku hizo zitapunguzwa.
Sababu wala watakao duniani hizo masiku zitapunguzwa, maana tribulation itakuwa kali, na the more masiku zitakuwa mingi, watu wa Mungu watarudi nyuma. Lakini kwa sababu ya watu wa Mungu kwa duniani, hizo masiku zitafupishwa, ndio Yesu aweze akaokoa. Mimi natamani Mungu asiniweke kaburini siku hiyo. Mimi ningoje great tribulation. Kama ni kuteswa nione venye watu wanatesangwa. Kama ni kukatwa kichwa nione venye watu wanakatwa kichwa. Ili tukienda hapa, unajua wale ambao wanaenda mbinguni, wale ambao watakuja kuchukuliwa na Yesu, waenda watawale mbinguni 1000 miaka 1000. Huko ni sabato kuu ya Mungu, ni kwenda tu kufurahia, kusherehekea, kutafuta wenzetu ambao walikuwa wamekufa. Walikuwa tuone kama wamefufuliwa. Hiyo ni kutafuta wenzetu na kufurahia na kupumzika. Hakuna magonjwa, hakuna taabu, hakuna jua kali, hakuna upepo, hakuna mvua, hakuna nini. Huko ni kutulia na amani. Hatutakuwa tunategemea serikali kama hizo za kina Ruto, sijui za kina Musalia, sijui za nani Samia, sijui. Hatutakuwa tunategemea serikali kama hizo za dunia ambazo zinatumia mabavu. Tutatumia serikali ya Mungu, ya Yesu Kristo, ya amani. Mfalme wa amani na malaika zake ndio wabunge. Hakuna kitu kingine. Na hao ambao watapatikana katika hiyo wakati ni hawa. Si eti ni watu wale watapatikana, my friend, wataenda na Yesu huko juu kutawala miaka 1000. Sikiliza, watu ambao wataenda ndio niambia kama utakuwa mmoja wao. Ufunuo Yohana 20 mstari wake wa ngapi? Mungu hizi nitoa Sunday nikuje nichekecheke na nyinyi. There is a purpose why God brought me out of there. Juni Babeli, Mungu lazima atoe watu wake walete kwa kanisa, kwa mlima wake. Watu watangaze habari, watu wa Mungu watoke huko. Sikiliza. 20 verse 4. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu. Na hawa sio msujudie yule mnyama. Serikali, hata usujudie serikali kilala ni world order. Hati iweke dini moja, Sunday law, sijui ibada moja ya Jumapili watu wataabudu, mwenye hata abudu ananyongwa. Ili ni nyongwe. I am waiting for that day as the saint. Maana sio tucheke, neno la Mungu si tucheke. Kuna siku mtakuja mlazimishwe kuabudu. Waje wa sisi tumko na freedom of kuabudu. Article 2 number 5. Nini article 32? Hapo I think ni number 5 ama namba ngapi? Number 2. Article 32 sijui number 5 hapo. Inasema kwa constitution ya Kenya, mko na uhuru wa kuabudu. Either kwa siku ya kuabudu ama kwa nini, lakini mko na uhuru wa kuabudu. Na mtu asikuulize kitu. Hivyo ninasema. Ukuje usome article 2 number 5 ya Kenya Constitution, inasema sheria zozote za nchi za nje zitakayokuja ama zitakazosikiwa zitaform part of the laws of Kenya. Sheria yote itakayosikiza nchi za nje, sheria yoyote iwe ni nini, itaform part ya katiba. Kwa hivyo kama mko na uhuru wa kuabudu saa hii, siku ile Sunday law itakuja, dunia itangaze, popa tangaze, aseme ya kwamba tumeleta Sunday law, kila mtu abudu siku ya Jumapili. Ukikataa unanyongwa. Inaingia kwa hiyo katiba ya Kenya na inapitishwa. Mlikataa finance bill, hiyo mtaikataa. Nyinyi mnaona finance bill imeingia, mnadhani eti ni Ruto. Sio Ruto, imetoka juu. Hizi unajua sasa hizi viongozi wakichaguliwa kama rais, lazima kuna mahali wanaenda Vatican, wanaenda huko kwa popo wakasikilize miswada zinapitishwa na UN. Zikasikilize miswada zinazopitishwa. Wakuja sasa watu. Hao ni watu wa mkono. Hao ni wasaidizi. Lakini kuna mfalme wa dunia ambaye Biblia imemtaja akasema atakuja kutawala dunia. Mfalme wa dunia. Mungu akonaje na mfalme wa dunia? Si hao wengine. Mfalme wa dunia ni mwenye anatawala dunia yote kuanzia Afrika, Kenya mpaka wengine kote. Wetu wanatawala tu Kenya. Lakini kuna mwenye anatawala dunia yote. Nebukadneza, Danieli 7 inasema Nebukadneza alitawala dunia yote. Ama sasa ile sanamu ya Nebukadneza, kusoma Nebukadneza 2. Uangalie sanamu venye Nebukadneza aliota na venye ilikuwa inamaanisha, mpaka usome mpaka mwisho venye Danieli kuja katafsiri. Inasema ufalme hizi ni falme za mwisho. Kuna ufalme utakaokuja wa mwisho wa 5 ambao ni Yesu Kristo aje amalize hizi falme 4 zote zikufe. Ufalme wa kwanza ilikuwa ufalme wa Nebukadneza ambao utawala Babeli. Ufalme wa pili ilikuwa ni ufalme huu ambao ilikuwa ni ufalme wa nini? Wafalme wa Medo Persia ambao utawala na kina Darius, utawala na wafalme wawili. Kina Darius na Koreshi. Kukakuja na ufalme wa Greece ilitawala na Alexander ambaye alikufa baadaye na miaka 32, akawa amekunywa pombe mingi sana, ufalme wake kajikula. Kukakuja ufalme mwingine wa 4 wa Kirumi, Roman
na ndio inatawala mpaka saa hii. Na huyo mfalme ni Pope. Hakuna mfalme mwingine anatawala dunia, na huyo ndio wa mwisho, hakuna mwingine. Pope akikufa leo, hiyo upopa haikufi, hiyo kiti haikufi. Hiyo ni enzi na mamlaka, haitaikufa. Sasa Mungu akona haja nizo mamlaka. Maana kuna mamlaka nyingine itakuja ya mwisho ya 5 ambayo ni Yesu Kristo, atakuja ndiye atamaliza hizo mamlaka zingine. Endeleeni kulala. Endeleeni kukula getheni na maringo suku tu madukani tu na kupewa watu wenye wanakuwa na kitumbo. Mnasema ni maisha mazuri mnaishi na mnakufa. Msiposoma vitabu za Danieli na vitabu vya unabii, mtapotea potovu. Nashukuru sana walimu wa Kinandacha, maana wanajaribu, they are trying their best jaribu kuonyesha watu nuru, lakini saa hii maana mulifidiwa uongo. Sasa mnaona watu ni offshoot, mnaona watu ni wapinga Kristo. Kuna wakati mtawatafuta. Ama nyinyi mnadhani eti neno la Mungu ni ile kunaambiwa tu habari zenu mzuri endeni nyumbani? Hiyo ndio mnataka? Ati neno la Mungu unahubiriwa kidogo kidogo unavaa 200 uende kunywa maji mbele. Hiyo ni injili ya potofu. Yakuna hiyo injili ya shetani, hiyo ni injili ya kuwadanganya muone tu mko tu sawa. Saa hii as we talk. Dunia imejipanga kwa vita inaitwa ya Armageddon. Vita ya Armageddon. Vita ya Armageddon ni vita ambayo itakuja kupigana na Yesu. Wafalme wa dunia watakuja kupigana na Yesu. Hiyo vita vya Armageddon unazipata katika kitabu ya Ufunuo 20 kuteremka. Yesu shetani anakuja kufungwa minyororo na malaika. Munyororo. Hiyo sio munyororo kama ile nyororo ya gate yenu au munyororo kama ile ya pingu ile mnafungwa pale korokoroni mkivuta bangi. Hiyo ni munyororo ambayo inamaanisha kwamba dunia itakuwa giza na ukiwa. Ukienda usome Yeremia 4:23. Yeremia aliona dunia haina watu. Aliona kila mahali kumekufa, ndege wamekufa, hakuna ndege, kuna wanyama, hakuna nini, hakuna mwangaza, hakuna jua, kuko giza totoro na hakuna watu. Hiyo ndio munyororo ambao shetani atakuja kufungwa. Ili asidanganya watu. Wale watu wote ambao shetani anadanganya watakuwa wamekufa kulingana ile mng'ao wa Yesu uliokuja, alikuja kuchukua watu wake. Katika mstari wa 7. Alikuja kuchukua watu wake. Hao mstari hapo mstari wa 4 mstari wa 7. Kutoka Revelation 20. Yesu alikuja kuchukua watu wake. Ile mng'ao venye itang'aa kwa waovu inawaua. Walale, hakuna mtu atazika mwingine, watakuwa samadi juu ya nchi. Kulingana na Yeremia aliona samadi, mafia ng'ombe ndio samadi. Watakuwa kama samadi juu ya nchi. Wamenuka wako huko. Sasa shetani atakuwa niye peke yake ajionee wale watu wote aliwapoteza. Ajionea ile hasara ameleta. Maana kama ni watu wa kudanganya hakuna, maana kama ni watu wa Mungu, Yesu amewachukua mawinguni watawale miaka 1000. Na yeye shetani naye watu wake wamekufa. Ni yetu. Sasa Biblia inasema katika mstari wa 20 atafunguliwa muda mchache baadaye wakati wa miaka 1000 itaisha. Sisi tutakuwa juu na Yesu, tutakuwa tukitafuta wenzetu tulikuwa tuna wao duniani, tulikuwa tumekata kichwa na wao, tulikuwa tunateseka kuambia watu msauti wa malaika watatu, tukang'ang'ana. Huko ni kuburudika na kufurahia, hakuna magonjwa, hakuna WHO wakuja kutengeneza mambo ya corona. Hakuna WHO wakuja kutengeneza mambo na sijui nini. Corona inakuja 2020, 2019 inakuja inapitishwa, inasemekana hii ndio pandemic. Wana declare kwamba ni pandemic mwaka wa 2020. Ikifika 2023 wanakuja kusema kwamba wametangaza mwisho. Wako na uwezo wa kutangaza dawa, nini ugonjwa. Homa haishangi, homa natural. Homa ndio unaona haishangi, iko tu inakuacha leo kesho inaingia. Mbona corona ilipokuja iliisha na ikaisha? They are the owners. Sasa wewe ngoja nikwambie. Sasa hao waliokatwa kichwa sasa, shetani kufungwa minyororo ni huo wakati ambapo sasa dunia itaachwa haina watu. Akija sasa Biblia ikisema kwamba atafunguliwa muda mchache, ni wakati sasa ambapo sasa Yesu anashuka sana hao watu wake ambao walinyakuliwa. Wanashuka sasa kuja duniani kuona vile ambavyo kuko. Wanakuja sasa kuhukumu ulimwengu. Sasa hapo sasa ni shetani na watu wake wanafufuliwa, hiyo jeshi. Wanafufuliwa waovu. Kama ulikufa kwa na kidonda, unafufuka vivyo hivyo. Kama ulikuwa umepigwa kwa panga kwa sababu ya wizi yako, unafufuka hivyo hivyo na hiyo mauchungu. Unaanza kukua jeshi la shetani kikosi. Alafu sasa hapo sasa ndio sasa unakuta sasa naye Yesu naye akishuka, hapo naye shetani anakuja na jeshi yake akiwachocha ya kwamba sasa ndio inasema atamka na wadanganya tena kiasi. Atamka na waambie ya kwamba mnaweza pigana na Yesu, Makombora zishasetiwa. Ukienda Iran, ukienda Russia, ukienda wapi, wameweka missile. Kuna saizi bomu ikilipuliwa hapa ya nuclear kuna tingika dunia. Lakini wameweka hiyo akiba.
Elon Musk naye ameweka ma satellite huko juu. Usiku saa moja kabla jua iset kabisa na mpaka saa moja mpaka saa mbili unaonanga hapo hivyo kuna kuanga na vitu kama nyota zinaendanga kwa hewa. Hizo vitu kama nyota zinaenda kwa hewa haziwangi nyota. Wamasai wale walikuwa wanasemanga ati nyota inaenda kuomba maziwa. Hiyo sio nyota. Hizo ni vitu zinaitwa Starlink. Ndio Google. Starlink ni satellite ambazo wakina Elon Musk wametengeneza wapeleke angani, wanasema wana improve internet. Lakini in another way you have to think beyond. Hizo wanakuja kuweka satellite ndio wa monitor anything ambayo itatokea angani strange. Na tunaona wakati miti zinapita wanajua. Wakiona maji inataka kuingia sijui dunia wanajua. Sasa ni ya kumonitor anything that will happen. Ili wakati ambapo hizo wanashuka sasa wawe tayari, hiyo kamera ikiwamulika, wanalipua missile zao, wanapigana na Yesu. Na Yesu naye anapigana na hao. Hiyo ndio inaitwa vita ya Armageddon. Na mabom na hizo missile zimetabiriwa. Wacha nifungulie Ezekiel 39. Zimetabiri hizo missile. Mabom, makombora. Nataka uangalie. Makombora, wacha nikulala. Hayai. Sikiza baba, mama yangu, acha kupika. Sikiza hapa. Acha nikuanzishie hapa kwa nini nikulete pole ndio uelewe. Hebu tunaanza kwa hiyo Revelation kwanza 20 verse 7. Nasema na hiyo miaka 1000 itakapokuisha, shetani atafunguliwa. Atoke kifungoni mwake naye atatoka kuwadanganya mataifa yaliyo katika pembe nne za nchi. Sasa watafufuliwa hiyo kajeshi kake. Ambao ni wagani? Gog na Magog. Nataka tuangalie maana ya Gog na Magog. Kuwakusanya katika vita ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Haya. Sasa nataka tuangalie tuangalie Gog na Magog. Sasa tuende kwa hiyo 39. Ezekiel nasema, na wewe mwanadamu tabiri juu ya Gog useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako ewe Gog, mkuu wa Roshi, Mesheki na Tubal. Haya, sasa tulemke twende haya verse 4. Utaanguka juu ya milima ya Israeli, wewe na vikosi vyako na watu wa kabila nyingi walio pamoja nawe, nami nitakutoa na kuwapa ndege wa kila mnyama walao nyama na nyama ya wanyama wa nchi uliwe na wao. Utaanguka katika uwanda, kwa maana mimi nimenena neno hili, asema Bwana Mungu. Alafu inasema mstari wa 8, tazama linakuja nalo litatendeka, asema Bwana Mungu, hii ndiyo siku ile niliyoinena. Gog. Biblia inasema maana ya Gog ni hii. Hiyo katika mstari wa ngapi? Mstari wa 6 inaongelea kuhusu Magog. Sasa wacha turudi hapo juu. Hapo juu. Sasa mstari wa turudi hapo nyuma, mstari wa 30 na nini, Ezekiel 38. Tukuja sasa hapo verse 7, 38 verse 7. Ujiweke tayari. Sasa hapo naongelea kuhusu Gog na Magog. Nasema ujiweke tayari, naam, jiweke tayari wewe na majeshi yako yote waliokusanyika, nawe uwe jemedari wao. Haya. Na baada ya siku nyingi, mstari wa 8. Na baada ya siku nyingi utajiliwa katika miaka ya mwisho, utaingia nchi iliyorudishwa kwa hali yake ya kwanza. Utaingia katika nchi iliyorudishwa kwa hali yake ya kwanza. Alafu sasa ukienda mstari wa ngapi? Wa 10 nasema, Bwana Mungu asema, itakuwa katika siku hiyo mawazo yataingia moyoni mwako, na wewe utakusudia kusudi baya. Sasa hiyo nasema hapo, ikimalizia katika mstari wa 10, itakuwa katika siku hiyo mawazo yataingia moyoni mwako, na wewe utakusudia kusudi baya. Haya, mstari wa 14. Tunaenda tukaruka ndio kuna content tunatafuta. Basi mwanadamu tabiri, umwambie Gog, Bwana Mungu asema hivi, katika siku ile watu wangu Israeli watakapokaa salama, utapata habari, na wewe utakuja kutoka mahali pako pande za mwisho wa kaskazini, wewe na watu wa kabila nyingi pamoja nawe. So Gog ni umati wa watu wengi pamoja na ibilisi katika siku hiyo ya Armageddon, hiyo vita. Magog ni hiyo nchi yenye watu wengi. So Gog na Magog ni nchi na watu wengi ambao watakusanyika katika hiyo vita, ambayo sasa tunakwenda tuangalie sasa kuhusu
Sasa nataka sasa uangalie Ezekiel 39 verse 9. Uangalie mabomu vile sasa zimetabiriwa zitakuja kukua. Wache mchezo, wache kulala. Inasema hao wakao katika mji ya Israeli watatoka. Nao watafanya mioto kwa silaha za vita. Watafanya mioto kwa silaha za vita. Mabomu zitalipuka. Mamisaili zitalipuka. Zinakisha moto, watafanya mioto kwa silaha zao. Na kuziteketeza ngao na vigao na mishale nini mafumo. Watazitumia, sasa sikia. Nao watazitumia kama kuni kwa muda wa miaka 7, hata hawataokota kuni mashambani wala hawatakata kuni msituni, maana watafanya mioto kwa silaha zile. Siku ya kuna haja kwenda kuni, siku ya kuna haja ya kuchukua kuni uhakishe moto. Moto inahakishwa na makombora my friend. Moto inahakishwa na missile. Bomb guruneti inalipuka hapa inahakisha kimoto. Hiyo sio kuna kwenda kuni kwa mama. Mungu anatabiri, anasema kwamba silaha hizo zitatoa mioto zao. Hiyo vita ya Magedon. Sasa wameiseti hizo mamizinga. Siku ile sura tokea wanalipua. Alafu inakuja inamalizika. Wameshapanga. Warumi wacha niangalia Matendo ya Mitume, kuangalia kitu kwa hapa. Ni kuangalia kitu kwa hapa. Hao wafalme wamejipanga. Wafalme wamejipanga baba yangu. Wafalme wamejipanga. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume uko wapi? Matendo ya Mitume kuja. Tuonyesha watu kitu iko hapa. Sikiza. Ukisoma Zaburi 2:2 inasema wafalme wa dunia wanajipanga. Lakini ukija usome Matendo ya Mitume 4:28 inasema ya 4:26 Acts 4:26 inasema wafalme wa dunia wamejipanga. Zaburi inasema wanajipanga kwa Zaburi 2:2, lakini kwa Matendo ya Mitume 4:26 inasema wafalme wa dunia wamejipanga. Wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. So wameshafanya shauri, wameshajipanga kwa hiyo vita ya Armageddon. Ambapo sasa nikuelezea kitu kwamba nikienda kumaliza. Hiyo vita ya Armageddon sasa ndio itakuwa vita ya mwisho. Ndio sasa Yesu akishamaliza sasa kuwatupia moto mpetoka katika kinywa cha Yesu. Hapo sasa ndio moto wa jehanamu sasa unakujia. Sasa hakuna jehanamu. Sasa hakuna watu wanachomeka. Sasa hakuna mtu ako mbinguni isipokuwa tu wale enda kuwa uhai akina huyu anaitwa Enoko na wengine akina Elijah ambao walienda live. I think Elijah ama Elisha. Aya. Akina Moses ambao walikufa baadaye wakafufuliwa kana na Mungu. Sio hao. Hakuna mtu amekufa katika dhambi ambaye ako mbinguni. Hata Maria ule mnamsujudu kwa makanisa. Bado ni maiti, hata huko ni mifupa zake tu ziko huko. Atafufuliwa siku hiyo. Akina Kaino atafufuliwa. Ili wale ambao walichagua motoni na shetani, sasa hiyo moto inashuka inawakandamiza kwa hiyo vita kuu ya Mungu. Hiyo ndio inaitwa mauti ya pili. Mauti ya kwanza ni hii ambayo tukigonjeka tunakufa. Na ufufuo wa kwanza ni unafufuka, tunaenda na Yesu huko kutawala. Alafu sasa kuonyesha miaka 1000 imetimia ni wakati ambapo sasa hao wafu waliokufa katika dhambi wanafufuka. Hiyo ni maisha 1000 years are over. Sasa ndio shetani anakuja na jeshi lake la akina Gog na Magog ambao tumeona ni mataifa mingi na kabila nyingi za watu ambao wataungana, atakuwa na jeshi kubwa ambalo liwadanganya. Hiyo inaitwa Gog na Magog. Kwa maana Magog ni hiyo nchi ambayo watu wengi hiyo Magog iko, hiyo Gog iko. Sasa watakusanya walete katika vita kuu. Wakishadhani watajipigana na Mungu, maana shetani atawadanganya watu wadhani watapigana Yesu. Yesu anakuja anawamaliza, moto wa jehanamu unakuja unawateketeza, wanaisha. Si kuchomeka milele tivuru. Tutakuja tuangalie jina milele. Maana watu wengi wanadhania kwamba hiyo ni moto ni milele, ati ni kuwaka leo kesho milele na kwenda hivyo. Ukisikia milele na milele, hiyo sio milele venye unafikiria. Biblia itatujibu, sio mimi. Mungu atachoma hiyo. Tutakuja tuangalie ni wakati mgani Mungu atachoma hiyo hao watu. Maana watateketea, wakuwe majivu juu ya nchi. Waishe na wapotelee. Na wapotee, hiyo ndio kifo ya pili. The second death. Hizi kwa ni second death na bado eti wanachomeka. Kwani Mungu atakuwa ametudanganya? Second death na wanaungua tu, wanaungua day in day out. Sasa unataka kusema ati Kaini yako kwa moto mpaka sasa ataingojea wenye atakufa mwisho wa kufa mmoja. Kwani Mungu si fair? Sasa
hao wote mpaka waliomchoma. Ukiangalia Ufunuo 1:7, Revelation 1:7 inasema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona, hata hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Mpaka hao waliomchoma Yesu watamuona Yesu akishuka. Swali, watamuona Yesu akishuka wao wakiwa mbinguni ama watamuona Yesu akishuka wakiwa duniani? Sasa watakufa, wameshakufa, so watafufuka wamuone Yesu ndio warudi sasa kukufa na kupitia hiyo moto wa milele. Sasa hiyo ndio neno la Mungu. Wakristo mkeni mjisomea maandiko, acheni kulala. Ufunuo 1:3 nasema, hiyo Revelation 1:3. Heri yeye asomaye na wao asikie maneno yaliyoandikwa katika kitabu hiki na kuyashika yaliyoandikwa humu, maana wakati ukaribu. Daniel 10:14. Daniel anaambiwa na Yesu, kuja huku na malaika, njoo huku nitakuonyesha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho. Watu wa Danieli ni wale ambao wanachambua Danieli na wale ambao wanachambua Ufunuo. Hao ndio watu wa Danieli. Hao wengine wote ndeni mkahubiriwe kuhusu kupata manyumba, mwingizo manyumba, moto ya Yesu ikuje iwachome, mkufe hizo manyumba zenu. Kwa maana neno la Mungu halitabadilika. We are in the last minute. Tuko nyakati za mwisho. Tumeingia 2026. Tuharibu ingia Vision 2030. Hawa kuwa dunia safanya hiyo mavitu zao wanafanya. Muone sasa kama ni Vision 2030 ndio kutakuwa bread and butter. Na mnafurahia Vision 2030, Vision. Sasa hizi mnafurahia eti mnawajenga manyumba. Tutaona. Tunaishi nyakati za hatari. Tunaishi nyakati ambazo wakuu wa dunia wamechanganyikiwa. Hakuna mtu akona solution. Donald Trump hana solution, ni kuhangaika tu hapa na pale, akija kuleta amani. UN, G7, Danieli, ukisoma Danieli 7:23, unaona hapo 20 kuteremka, unaona mnyama huyu aina ni mwenye pembe 10 lakini aling'oa 3 ambazo ziko upande wake. Na falme, ukisoma 17:12 Revelation, inasema pembe ni wafalme. So hizo ni kingdoms. So kuna kingdom 3 ziling'olewa, ambazo ni pembe 3 ziling'olewa, ambazo ni Ostrogoth, Vandals na Heruli. Hazikuwa zinataka kukubaliana na Pope venye anasema. Haikuwa inataka kukubaliana na Rumi. Rumi wakawang'oa. Hawako kwa mapa hata sahi. So ikabaki 7. Hao 7 ndio G7 ya sasa. Where are the other 3? Sasa hao G7 sasa ndio wako. Wanapambana walete dunia pamoja. United Nations wanajua United Nations, wanajua kuleta dunia pamoja. Hawataweza. Maana Daniel anasema hawatashikamana. Ukisoma Danieli 7 kuanzia 25 kuteremka chini, utapata hawatashikamana. Danieli 2 kuteremka chini inasema hawatashikamana. Yaani wacha kuguess, acha niwafungulie. Hii ni mambo serious. Hii ni mambo ambayo haitaki mchezo. Danieli 2 tena watafutia hapo. Danieli chapter 2. Inasema Danieli chapter 2 verse ngapi? Verse hawatashikamana. Danieli 7:43. Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Chuma ni ufalme wa Rumi. Udongo ni watu ama watu wa duniani. They will never come together. Chuma na matope zitashikana. Hivyo ndio ufalme wa Kirumi umelinganishwa na chuma. Watu wamelinganishwa na udongo. Wataje kuletwa pamoja, but they will not come together. Why? Hawatashikamana, maana maandiko ilitabiri. Ndio maana wafalme wa dunia wamejipanga kupigana na Masia na Yesu. Wamepigana, kusoma hiyo Matendo ya Mitume 4:26. Wamejipanga, wafalme wa dunia wamejipanga kwa sababu ya siku ya Bwana. Wajaribu kumwangamiza je vile ambavyo alitabiri. Shetani ako kwa bato. Jiulize, leo wewe uko upande wa Mungu ama uko upande wa shetani wa kupigana na Yesu? Mimi sitakwambia mambo mengine, enda ujifikirie mwenyewe na ujitafakari.